haina wakukula, na wakukula ni wewe. Wewe uko special, uko ni wa special mbele za Bwana. Pengine hiyo ya leo, pengine kama si ya watu wengi, ni yako tu wewe binafsi. Ndio sepokuwa umwambie Bwana, I surrender to you Lord. Katika jioni ya leo ninajisalimisha kwako. Nina surrender to you. Ninajisalimisha kwako. Nimetaka wewe nikakuone. Nimetaka Roho Mtakatifu azidi kujipatia nafasi ya kwanza. Ukanitoe mawazo ya nje. Ukanitoe moyo mgumu. Ukanitoe mafikara mengi na mawazo mengi. Nataka tu wewe uwe katikati yangu, na wewe nikuone katika siku ya leo. Maana hiyo siku ambayo itapita hautawahi kuiona tena katika maisha yako. Siku ya leo ikipita na inapita. Ndio kwa maana uprofite opportunity ya leo. Upate bahati ya siku ya leo, maana siku ya leo ni siku ambayo iko ya kitofauti. Ndio kwa maana usiangalie mwenzako, usiangalie mawazo ya nje, jiachilie mbele za Bwana, achilia moyo wako mbele za Bwana, umwambie Bwana niko hapa. Umwambie Bwana niko hapa, nataka nikakuone. Kwa dakika moja tu jiachilie mbele za Bwana. Kwa dakika moja tu ujiachilie mbele ya Bwana. Jiache mbele ya Bwana. Jisalimishe mbele ya Bwana. Oh, yari de glory de kanshike. Yawiza lari de glory de kande. Yawiza lari de fori de kanshike. Maisari de fori de kaya. Yawiza lari de fori de kanshike. Sari de glory de kaya. Yawiza lari de blaga. Yawiza lari de fori de kanshike. Oh, Yesu. Oh, Baba yangu. Ninakubariki Bwana. Nimejiachilia kwako. Bwana ukatutumie kama chombo. Jehova ukatutumie kama chombo. Nimejisalamisha kwako. Baba yangu wewe ni mwema. Baba yangu wewe ni mwema. Wewe ni Mungu wa upendo. Ukatuonekanie magharibi ya leo. Ukatembee kwenye magharibi ya leo. Ukasimame kwenye magharibi ya leo. Yani ni fori de kushike. Maisara ni fori de kaya. Ya wisala ni fori de kushike. Oh ya. Ona hiyo siku tutaenda mbinguni, hakutakuwa kuhubiri. Hiyo siku tutaenda mbinguni, hakutakuwa mambo mengine, bali itakuwa tu ni sifa na heshima. Amen. Na hiyo siku waimbaji ndio watakuwa na kazi kubwa sana. Watakuwa ni kuimba usiku na mchana pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Watakuwa wakiimba usiku na mchana. Hakutakuwa kukula, hakutakuwa kufanya chochote isipokuwa ni uimbaji. Ndio kwa maana tunawaheshimu waimbaji sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu waimbaji tunawasifia sana. Hata wakati tulikuwa tungali watoto, hata kama mtu anataka kufanya mambo yake ile nyingine ya ushirikina ya vitu, mpaka waimbaji kwanza waimbe haleluya. Oh haleluya. Wakati wanapoimba ndio vitu vya ule mtu vimepanda. Yes. Hata kama katika madhabahu inazungukwa na sifa. Kama hakuna sifa, malaika wa madhabahu hakuwake anashuka. Haleluya. Wao ndio weko wanashusha utukufu wa Mungu katika madhabahu. Ni watu ambao weko na heshima kubwa sana. Lazima tuwe na watu wa nguvu katika uimbaji. Haleluya. Yes, na tuwe na watu waimbaji wa nguvu, sababu waimbaji wanajivuniaka hata kama vyombo vikikua. Waimbaji nako wanasikiaka uimbaji unapanda katika kiwango kikubwa. Ili tutatoka katika Kadesh Barnea. Jusqu'à quand sera-t-il en Kadesh Barnea? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yes. Kadesh Barnea ni kama jangwa ambao Mungu aliingiza watoto wa Israeli, waliingia ndani ya hiyo jangwa. Na ni kwa nini Mungu aliwaingiza ndani ya hiyo jangwa? Haleluya. Oh haleluya. Amen. Mungu ndio aliwaruhusu waingie ndani ya jangwa. Kama Mungu asingelitaka hawasingeingia ndani ya jangwa. Puisque fasi ambao kulikuwa na njia ya kwenda moja kwa moja hadi Kanaani. Lakini Mungu, hiyo njia ilikuwa ni njia wangelitembea siku 3 wanaingia Kanaani. Lakini Mungu akawaingiza jangwani for 38 years. Oh haleluya. Oh haleluya. Kwa nini Mungu aliruhusu waingie ndani ya jangwa? Kwa nini Mungu aliruhusu watoto wa Israeli kulikuwa na njia ya siku 3 wakiingia Kanaani? Mungu akawaingiza katika jangwa la Kadesh Barnea. Ni sababu kulikuwa na mafunzo ambao Mungu alikuwa anahitaji wapitishwe kwenye mafundisho. Haleluya. Haleluya.
kulikuwa na masomo. Kulikuwa na masomo 74 masomo ambao ilifanya Mungu aingize Israeli ndani ya Kanaani, ndani ya jangwa la Kadesh Barnea. Oh, haleluya. Amen. Ilikuwa masomo. Haikusema ni walifanyaka dhambi ndio Mungu akawaingiza ndani ya jangwa. Wengine weko wanasema akose kuna makosa ambayo nilifanyaka. Sasa hiyo makosa ndio yanafanya niko nateseka. Anaenda milimani kwa msitu, "Gani mwazani, ni kama nimefanya dhambi Baba, unisamee, ndio kwa maana nimeona, ndio kwa maana hata hii masiku sili ugali vizuri, ni sababu ni sio hiyo. Kuna sababu ambao Mungu aliingiza Israeli ndani ya jangwa la Kadesh Barnea. Tuseme amen. Amen. Tuko pamoja. Wakati aliwaingiza Kadesh Barnea, somo ya kwanza ilikuwa ni wale watu wa Israeli wapate kutambua kusema mbingu kuna kuwaka na Mungu. Tuseme amen. Amen. Na kama kuna watu ambao walikuwa na kichwa ngumu, kama kulikuwa watu ambao walikuwa wabaya sana, ni watoto wa Israeli. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, kuongoza kanisa ni kitu rahisi sana. Tena ni kitu kizuri sana. Ni kitu kizuri sana. Na kuna kuwaka sasa inafikaka muda unasikia kanisa ni uchungu, mpaka unaanza kulia, Mungu, bora uniue kuliko mimi niishi. Hakuna kitu kigumu kama kuongoza watu. Oh, haleluya. Amen. Hakuna kitu kigumu sana katika dunia kuongoza mwanadamu. Mwanadamu bora uongoze ng'ombe, uongoze kuku na mbuzi kuliko mwanadamu. Mwanadamu ni mtu yuko ngumu sana. Alianza kushindana na Mungu ambaye aliyemuumba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alianza kupigana na Mungu huyo ambaye aliyemuumba. Mungu akasema no, lazima kwanza niwaingize Kadesh Barnea, niwachuje vizuri, niwaingize Kadesh Barnea, niwapatie mafunzo kwanza ili wapate kujua kama mbingu kuna Mungu. Oh, haleluya. Akawaingiza ndani ya Kadesh Barnea. Akaanza kuwazungusha fasi moja for 38 years. Wanaenda wanarudia hapo, wanaenda wanarudia hapo, wanaenda wanarudilia hapo. Walikuwa na kiato moja. Haleluya. Amen. Hii kiato moja mtu anakitembelea ndani ya jangwa katika miaka 38 years akiwa tu na kiato moja. Tuseme amen. Amen. Na hiyo kiato yao haikuchakaa, haikukatika, haikwenda, ilikuwa ni kiato moja. Na ilikuwa ni nguo moja ambao walikuwa nayo kwenye mwili. Hiyo nguo haikupasuka, hiyo nguo haikukatika, hiyo nguo haikufanyika chochote. Wakatembea nayo for 38 years wakiwa na nguo moja katika mwili. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Wakazunguka katika hii formation ambayo walikuwa nayo. Ndio kwa maana nilisema kwa kutaka kujua kama uko na washirika na Wakristo, lazima Mungu akupitishe na Wakristo wako ndani ya jangwa. Haleluya. Tuko pamoja. Lazima wewe ukiwa mchungaji, lazima Mungu akupitisha na Wakristo wako ndani ya jangwa, sababu wapate masomo. Wakati mtapoingia ndani ya jangwa, mkishatoka ndani ya jangwa na wale washirika, sasa hapo ndio utajua kama uko na washirika. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na hata kama uko na mume na mke, lazima Mungu awaingize wote wawili, mke na mume, ndani ya jangwa. Mkitoka ndani ya hiyo jangwa, hapo sasa ndio utajua niko na mke na niko na mume. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Ilikuwa ni faida kubwa. Ndani ya hiyo jangwa walikula nyama. Nyama zilikuwa natoka mbinguni zinashuka. Inaitwa kware, manyama hii mandege. Hiyo mandege sitawahi kuiona hapa. Ni mandege mazuri sana. Ni ndege nzuri sana. Ukiweka kwa mdomo hautawahi kukula tena nyama nyingine.
hautawahi kukula hata kuku. Ni ndege buko hivi, ukiukula nyama yake yaani ni laini ya ajabu. Ndio nyama ambao walikula ndani ya jangwa. Ikashuka hivi, wakaikamata, wakaipika na wakakula. Wakakula hata na chakula ambayo ilikuwa imepikwa mbinguni. Oh, haleluya. Oh, tuseme amen. Chakula ambayo ilipikwa mbinguni na mikono ya Mungu kwa sufuria ya Mungu, akawashushia watoto wa Israeli wakiwa ndani ya jangwa. Oh, haleluya. Hata kama uko ndani ya jangwa unapitia kipindi kirefu, God is a provider. Amen. Mungu ni provider wa maisha yako. Hata kama utapitisha kwenye jangwa, Mungu ni baba yako, hauwezi kukuacha ukufe. Atakuprovidea tu. Hata kwa chakula atakuprovidea, hata kwa kila kitu. Amen. Hata nguo yako na viatu yako haitachakaa. Maana yeye ni provider. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Yes. God is a provider. Amen. Neno ya pili ambao walimalizikia ndani ya jangwa, hawakujua kumtakasa Bwana. Hawakuwa wanajua kumtakasa Mungu. Israeli waliona makubwa ya Mungu. Israeli walitoka katika Misri kwa mkono wa Farao, mkono wa chuma, mkono wa nguvu. Waliona miujiza, waliona mambo makubwa Mungu akiwatendea, lakini walipofika ndani ya jangwa wakasaulika Mungu. Oh, haleluya. Mungu akakubali kuwamaliza. Ndio kwa maana ukiwa mtumishi wa Bwana, hata kama leo utakuwa ndani ya shida, kumbuka nyuma yako kile Mungu alikufanyia. Amen. Tuseme amen. Hata kama watakufungia nyumba leo, uangalie jana Mungu alifanya nini juu ya maisha yako. Amen. Hata kama asipofanya, hatutamwamini. Tutamwamini yeye ni Mungu. Tuseme amen. Amen. Hapa kwenye tuko tukumbuke mahali Mungu amekutoa. Fanya tu dakika moja, rudisha akili yako nyuma. Ulikuwa mgonjwa, Mungu akakuponya. Sema amen. Amen. Eske huyo Mungu alikuponya na magonjwa yenyewe watu walisema huyu atakufa kesho, kwanza akufe, hata kukufa tusimuone tena. Mungu akakufanya tena uko mzima. Weko ukipika wanasema aka kamutu keko na bahati. Kangeri kufa hata jana. Haleluya. Si tuseme amen. Amen. Lakini leo uko na nguvu na uko mzima. Huyo Mungu ambaye alikutoa hapo kwa magonjwa, ana uwezo, iko na uwezo. Amen. Wa kumaliza shida yote ambayo unaipitia. Amen. Tuko pamoja? Huyo Mungu alikutoa mbali kwenye ulikuwa chini, ulikuwa mtu ambao sijue, sasa sijue hata vile ambao ulikuwa. Mpaka ukafika hapa, umepita na mtu anasema huyu ni mama mzuri. Unajua ni ngapi ambao Mungu amekufanyia. Sasa Israeli yote ambao Bwana aliwatendea, wakiona kitu kimoja tu kimewafikia, yale yote ambao waliyapitia wanasaulika. Wanaanza malalamiko. Oh, ni Mungu gani? Mungu anaweza kuniruhusu. Mungu anaweza kuruhusu nifungiwe nyumba. Mungu anaweza kuruhusu nikose pesa. Mungu anaweza kuruhusu nikose pesa ama nikose chakula. Huyo sio Mungu. Wanaanza kukufuru, wanaanza kulia. Na ndio kenye kilifanya Mungu awamalize ndani ya jangwa. Si tuseme amen. Amen. Lazima katika utumishi ama katika vile mama umeitwa na Mungu, ama katika huduma, ama katika vile ambao uko katika kanisa, jua kumtakasa Mungu. Amen. Jua kumtakasa Mungu. Hata kama unaona kitu kimefika sahihi, kumbuka kile ambacho Bwana alikufanyia jana. Amen. Umtakase Mungu. Na wakati unamtakasa Bwana, na Bwana atazidi kukutendea. Amen. Tuko pamoja? Yes. Niko narudilia tu. 438 years walikaa wakamalizika, kulienda kuingia watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kiongozi mwenyewe alikuwa anaongoza Israeli ndani ya nchi ya Kanaani hakufika, ilikuwa ni Moses. Musa kiongozi hakuingia ndani ya Kanaani. Mtu mwenyewe alikuwa na maono. Oh, haleluya. Mtu ambaye alikuwa anasikiliza Mungu. Mtu ambao Mungu alimpatia mission. Akamwambia ni wewe ndio utafikisha Israeli katika nchi ya Kanaani. Yeye hakuingia, akaishia ndani ya jangwa. Mpaka Mungu akamwambia wewe hautaingia. Tuseme amen. Amen. Tuko pamoja. Mtu mwenyewe alipewa vision. Mtu ambaye alipewa maono na Mungu. Akamuonekania, akaongea naye, akanena naye, akamwambia nimekutuma kwa Farao. Akaonesha Farao mambo makubwa, mapigo 11. Haleluya. Hakuingia Kanaani. Akamwambia panda mlima, akapanda mlima. Unaona hiyo ndio Kanaani, hautaingia.
Musa akaishia hapo. Mwenyewe alikuwa na maono. Nini ambacho kilifanya Musa asiingie? Haleluya. Tuko pamoja? Yes. Ni sababu alikuwa mtu wa huzuni. Alikuwa mtu wa kuongeza maneno. Haleluya. Mungu akamwambia toa maji. Utapika mwamba mara moja, yeye Musa akapika mara ngapi? Mara ngapi? Yes, haleluya. Tuko pamoja? Yes. Ni kutaka kusema zaidi viongozi wale weko na maono wanaongezaka hata kenye Mungu hajamwambia. Tuko pamoja? Amen. Situambiane kweli. Haleluya. Wale viongozi wale wanabeba maono, wale vision wanaongezaka sana. Hata kama Mungu hajamwambia chochote, yeye anakuambia utakuja kesho, nasikia kuna kitu Mungu ameniambia. Na bado hajamwambia. Utafika hapo sasa. Sasa Mungu akamwambia sasa hivi umeongeza, Kanana utafanya nini? Haleluya. Yes. Hiyo neno ni kwetu kama viongozi. Bakilia kulile neno ambalo Bwana anakuambia. Usiende kwenye Mungu hajakwambia. Tuseme amen. Amen. Tuko pamoja? Yes. Tuko pamoja? Yes. Nabii kulikuwa Miriam ndio alikuwa nabii wa Moses. Haleluya. Haleluya. Alikuwa na nabii. Huyo nabii ndio alikuwa pembeni ya vision akimtabiria mambo makubwa makubwa. Haleluya. Akimwambia viko naenda. Mungu akitaka kuongea anapitia kwa nabii. Nabii hakuingia Kanaani. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Nabii mwenyewe alikuwa anamsikia Mungu usiku na mchana, na anakuja kwa kiongozi wa maono anamwambia ninasikia Mungu anasema hivi, nasikia Mungu anasema hivi. Hakuingia. Nini ambacho kilifanya huyo nabii hakuingia? Ilikuwa ni dhambi ya lutetano. Dhambi ya mdomo. Sema kwanza dhambi ya mdomo. Wa manabii wanakuwaka na dhambi moja mdomo hapa. Halo. Dhambi ya kunena maneno. Alishatoka hapa. Tunakuja kutafuta Mungu. Hatukukujia tu maneno. Hatukukujia tu nini? Tu maneno hapana. Mtu yeyote atataka kukuletea tu maneno, huyo mtu anataka kukuumizisha. Sababu ule mtu atakuja kukuletea muongee na yeye. Mwambie uko na habari kwanza, nisikia habari kingine. Ulisikia habari? Leta kwanza kitu ukae kwanza chini. Ni habari kanisa niambie. Uko na habari? Sikia habari. Sikia. Gai. Ndio vile maneno yako. Ndio vile kunaenda. Huyo mtu anataka kukuwisha. Sababu ule ambao mnamuikaria chini kwenye hiyo vitu vingapi, hamumjue ni nani. Hamujue vile anaitwa na Mungu. Hamujue fasi alikutania na Mungu. Si tuseme amen. Tuko pamoja? Sasa utaumia, unaanza kuumia kwa vitu ambavyo haujue unaumia kwa nini. Ule mtu anakuambia ninakuletea kaneno, mwambie mimi sikuendea kanisa maneno, niliendea kutafuta Mungu. Tuko pamoja? Si useme amen. Wazee wenye Musa aliwasimamisha kuwa wazee katika safari ya Israeli hawakuingia. Wote waliishia barabarani. Ukaingia tu watu wangapi? Kanana kuingia watu wangapi? Wawili. Ilikuwa ni nani na nani? Pamoja na Joshua na nani? Pamoja na Joshua. Haleluya! Wazee waliteketea barabarani, wakaishia. Musa akakufia, nabii wakaisha, na wazee wakaishia hapo, wakaishia wote, na waimbaji waliishia barabarani. Haleluya! Dhambi ya wazee ilikuwa ni nini? Kufia madaraka na Moses walikuwa wanafia nini? Vyeo. Ujue wale wote ambao wanaitoka wazee ndani ya kanisa wanataka vyeo ndani ya kanisa. Usipopatia vyeo, wewe sasa mtapatana. Haleluya. Wacha niingie kwa maneno ya leo. Hiyo itaisha leo. Ni muda wa Exodus, ni muda wa kutoka. Amen. Na wakati walipokuwa ndani ya hiyo jangwa, Mungu akashuka akawaambia, muda mnakaa for 38 years umetosha. Sasa simameni, mutoke, mwende katika nchi ya Kanaani, nchi inayojaa maziwa na asali. Hiyo muda ambao mmekaa imetosha. Tuseme amen.
Mwambie kwanza mwenye kando yako, muda ambao umekalia jangwa imetosha. Olobina note. Mwambie kwanza vizuri. Muda ambao umekalia jangwa umetosha. Madani ya kosho. Amen. Haleluya. Amen. Ninakuja nimekuambia na habari njema nimekuambia. Muda ambao umekalia ndani ya hiyo jangwa imefanya nini? Imekwisha. Sema imekwisha. Imekwisha. Muda ambao umekaa ndani ya jangwa imekwisha. Mungu ambaye aliwaingiza ndani ya jangwa akashuka akawaambia, muda ambao nimewaingiza ndani ya jangwa for that 8 years umeisha. Mutoke sasa mwende. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wana kaniambia, kuna watu weko na spirit of darkness. Spirit. Ni inaitwa spirit darkness. Stagnation. Kuna watu Bwana leo usiku ya kukuchia leo. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku ya kukuchia leo. Nilikuwa katika kuomba sababu nilienda fasi ambayo kunaitwa huko Busia. Bwana asifiwe. Nikakamata uba nikakimbia huko kunaitwa Busia mpaka wa Uganda nikarudi. Na nilikuwa nimechoka sana. Nikalala, nikasikia Bwana yuko ananifasiria. Haleluya. Amen. Kuna spirit of stagnation. Ya kufungiwa fasi moja. Ya kukaa fasi moja muda mrefu, miaka mingi. Ya kuzunguka hapo. Inaitwa stagnation. Haleluya. Amen. Ule alisemaka alikupenda mpaka mnaanza sasa kuzungurushana. Kama pusi na paka. Haleluya. Kama panya na pusi. Haleluya. Unaona vile wanazungurushanaka? Huyu anapitia, huyu anapitia, huyu anapitia, huyu anapitia. Spirit of stagnation. Bwana kaniambia leo tutavunja hiyo spirit hapa. Amen. Kuna roho hiyo ambayo iko napiga vita katika hiyo area. Haujanisikia vizuri? Spirit ya kukaa vile ulivyo miaka. Na si mapenzi ya Mungu. Ukae miaka ukose kazi. Ukae miaka uwe unalala kwa baridi. Spirit of stagnation. Munifundisha kizungu sasa. Muniingize kwa shule ya kizungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana akaniambia lazima tutapigana na hiyo roho. Amen. Hiyo ni roho. Yes. Yaani unasikia kupendwa, unapendwa vizuri. Mzee wako anakupenda vizuri. Mke wako anakupenda vizuri. Tuko pamoja. Lakini kuna hiyo roho ya stagnation, yani ya kuja ya kuzunguka, ya kukaa mahali pamoja, ya kukaa hivyo. Sasa lazima tuvunje hiyo roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo roho ya kukosa kazi. Hiyo roho ya kukosa kile ambao unakitaji, ya kukosa kazi, ya kukosa sijue nini, ya kukosa sijue nini, lazima tuvunjane na hiyo. So sitaki kuongeza hiyo 38 years. Miaka 38. Halo. Nisomee sasa ule Yohana 4:5. Hapo ndio tutamalizia, tutasoma sana basic. Niko nasikia tuombe leo. Nasikia kitabu ya Yohana Mtakatifu 5:5. Kwanza moja. Kuanzia moja. Inasema nini? Baada ya hayo walikuwa na siku kuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakawa kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda. Ruka pa mstari wa 5. Anasema nini? Mstari wa 5. 5. Na hapo na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu akamuona huyu amelala, naye akajua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Haleluya. Alimwambia akamwangalia, akiwa mgonjwa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati amekuwa datieti na magonjwa, walizunguka naye fasi zote, wakatembea naye kushoto na kuume, huyo mtu hakupona. Oh, haleluya. Amen. Ilibidi bakamnyangua, bakaenda naye katika, kuna nafasi ambao huko Yerusalema, kuna pahali ambao Bwana alikuwa anashuka. Baada ya miaka 5 anashuka anatibua maji, na yule atakuwa wa kwanza kuingia na atakuwa amepata uponyaji. Haleluya. Oh, haleluya. Wakamweka hapo. Walizunguka naye wakamweka hapo, vikashindikana, wakakuja naye hapa wakamtupa hapo. Na hiyo siku ilikuwa ni siku tofauti ambao Yesu alienda kutembelea hiyo kisima, inaitwa Bethsaida. Haleluya. Oh, haleluya. Na wakati alipotembelea hapo, huyo mtu anakaa hapo, anakaa na miaka 38 hajawahi kupona. Na wakati Yesu alipofika hapo, akamhurumia. Nataka kukwambia leo Yesu atakuhurumia. Leo huruma ya Jehova itakuja juu yako. Maana umeteseka for that years katika maisha yako. Maisha yako inakuwa ni ya machozi. Maisha yako inakuwa ni ya kulia. Maisha yako unasema Mungu umeniacha. Maisha yako ni ya mie wabo ya ole wangu. Maisha yako inasema tu kila siku, yaani katika wiki mzima siku 7. Ukiwa na furaha ni siku moja. Hii siku yote 6 ni mauzuni tu. Oh, haleluya. Amen. Jehova atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Na Jehova akusaidie na tusaidie. Amen. Miaka hizi siku zote, kila siku kwako ni huzuni ya hii, lakini ukicheka ni lisali mwetu imetoshea hapo. Hii muda yote ni kilio tu na machozi. No, haiwezekani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alipofika hapo akamhurumia. Na wakati alipofika hapo akamhurumia, akamkuta yuko hapo, akamwambia, umekuwa hapa kwa siku ngapi? Akamwambia, yaani niko hapa nikitaka kujiingiza katika kisima, mwingine amenitangulia. Hata wa ndugu zake wote wamemwachia hapo. Haleluya. Katika shida mboko naye watu wako, usitumainie mwanadamu. Mwanadamu anaweza kukuacha katika shida. Tuseme amen. Amen. Usitumainie hata mke wako. Mke wako anaweza kukuacha katika shida. Niliendaka kuona mwanaume mmoja anagonjwa sana. Mpaka mume wake anamwambia, anasema, sasa mimi ninaona kwa huyu mwanamke mimi nimefika mwisho. Sasa mimi nimemwombea akufe tu. Maana nimeteseka sana na huyu mwanamke. Mimi nakubali afe, mimi tu tubaki na watoto. Sikia mwanaume anaambia watu mke wake akufe. Ati amehangaika naye muda mrefu. Sasa amemwombea sasa kifo tu huyo mwanamke akufe. Tuko pamoja. Kumbe kuna kuwaka wazee hata wanaombeaka wake zao kifo. Anamwambia nataka hata leo nisikie alienda. Guy. Hata kuna kuwaka hata na mwanamke anakuachia hapa anakuambia mimi nataka wewe tu nisikie jana kesho walikupeleka walikuzika huko Langata tuishie hapa. Ati? Hata ndio wewe wa mama ndio wengi. Wale wanasemaka sasa wampeleke hapo Langata. Sio wazee. Hata wazee kuna wazee wako wanaongea hivyo. Na kuna wamama wanaongea hivyo. Sasa hapo mzee anasemea tu ndani. Anasema tu huyo mtu apeleke tu. Haleluya. Oh, haleluya. Tuseme haleluya. Tuko pamoja. Huyo mtu alikuwa mgonjwa, wa ndugu zake wakampeleka, wakaenda naye hospitalini, wakaenda naye kwa kenyeji, wakaenda naye huko na huko, magonjwa zimeshindikana. Mpaka wa ndugu zake wakamwacha, wakasema twende tukamwache hapo, tusikie alikufia hapo tu. Oh, haleluya. Wale ambao walisema utakufa, wewe hautakufa. Yesu yuko njiani anakuja. Jehova baba yako yuko njiani anakuja kuja kukusaidia, kuja kukuokoa. Jehova ni baba yako. Yesu ni baba yako anakuja kukuokoa. Haleluya. Tuko pamoja. Kwa hiyo yote ambayo unayapitia, Yesu yuko njiani anakuja. Masaa yake imefika. Tuseme amen. Watu wamempeleka, wamemchoka. Mwanadamu amekuchoka. Mwanadamu ni mwepesi wa kuchoka dakika moja. Amen. Oh, haleluya. Yes. Hata mwanadamu ukimuomba leo, ukimuomba kesho, anaanza kukuangalia na jicho la tatu. Ukimuomba mara tatu anakuambia stop. Unavusha mipaka. Tuko pamoja? Ndio mwanadamu.
Ule mama wamemtembeza wa ndugu zake mpaka wakauza vitu vyote, mpaka wakakuwa na madeni, wakauza hata na meno zote, kumbe na meno zinauzwaka. Wakang'oa meno, wakaenda wakapeana, wakaiuza sababu ya kutunzisha huyo mtu. Gai. Tuko pamoja? Amen. Mchungaji, tuko pamoja? Mpaka wakaishiwa, wakafika mwisho. Kumbe mwanadamu anakuwa na kiwango kyake cha mwisho. Huyu mwanadamu ni mnyama mbaya. Tuko pamoja? Halo? Hakuna kitu kibaya kama mwanadamu. Mwanadamu ni mnyama mkali sana kushinda hata lion. Huyu mwanadamu ambao uko naona. Mwanadamu ni mtu mbaya kushinda hata fisi. Kama mko mnacheka utamwona mwanadamu ni mtu mzuri. Akifunga sura utajiuliza sasa huyu ni yeye ama ni mtu mwingine? Akigeuka kidogo. Anageuka sasa unaanza kujiuliza huyo sio yeye tena, sio yule nilijua. Wakamchukua wakamwambia sisi tumefika mwisho na wewe. Haleluya. Haleluya. Sisi tumefika mwisho na wewe. Sasa wewe jipange na maneno yako. Wewe ujipange na maisha yako. Tuko pamoja? Mpaka wakamunyangua, wakaenda kumtupa katika Yerusalema kwenye milango 5 ya birika. Wakamwambia wewe kufia hapo, ukikufia hapa kumbe Yesu yuko nakuja, alikuwa naye mission. Oh, haleluya. Mtu ambaye yuko na mission ya Mungu akufake. Walimtupa hapo wakamwachia hapo. Na hiyo siku Yesu akatembelea hapo. Ndio kwa maana mpendwa, Jehova atusamee na atutie nguvu. Tuko pamoja? Siku yote ikuwake sawa sawa. Siku yote ikuwake sawa. Monday sio Tuesday. Tuesday sio Wednesday. Tuko pamoja? Iko na masiku yake hivyo. Hiyo siku wakati malaika alikuwa anashuka kwa mwaka mara moja, anatibua maji. Wale ambao walikuwa na wandugu zake wananyangua huyu, wanamtupa ndani ya birika na amepona na naenda. Lakini huyu alikuja kutupwa hapo, wandugu zake wakapotelea kwa msitu, potelea mbali, wakamwachia hapo. Malaika akishuka kuchemusha maji, yeye hana mtu wa kumtupa. Anabakilia tu hapo hivi, akiangalia wale wako na wandugu zake. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Amen. Yes. Yes. Hiyo siku Yesu akatembelea hapo, akamuona huyo mtu, akamuona Yesu na yeye wakaonana. Yesu Biblia inasema akamsikilia huruma. Leo ninaamini ya kwamba Yesu anaenda kukusikilia huruma. Yesu anakusikilia huruma. Huruma ya Yesu hiyo juu ya maisha yako. Huruma ya Yesu hiyo juu ya nyumba yako. Yesu akuangalia katika macho ya huruma. Bwana asifiwe. Sema Yesu nihurumie. Yesu nihurumie. Macho ya neema iniangalie. Macho ya huruma iniangalie. Biblia inasema huruma ya Yesu si kama huruma ya mwanadamu. Mwanadamu kwake na huruma. Mwanadamu akikusaidia leo, shida ambayo amekusaidia watu wote watajua. Kama mmemwona huyu ni sababu yangu. Sitoko pamoja. Sema niguo. Niguo. Yes. Huruma ya mwanadamu. Akikulipia nyumba leo. Tuko pamoja. Ukimtilia maringo anaanza kuambia, leo unaanza kutia maringo. Leo unakuwa na kichwa ngumu, itakufikia tu. Tutajua tu habari. Wewe ngoja tu. Akikupatia kanguo, tuko pamoja. Tuko pamoja. Anakuambia unaona kale kanguo mnamuona nako iko nacheza nako hapo. Waacha tu siku moja utaona tu. Ndio mwanadamu. Haleluya. Situambiane amen. Situseme amen. Amen. Lakini tutafute msaada kutoka mbingu. Amen. Tusitumainie sana, tusiprivilege sana msaada kutoka kwa mwanadamu. Puisque msaada wa mwanadamu uko na limit. Yesu akamhurumia, akaenda karibu yake, akamwambia umetaka kuwa mzima. Kumbi mtu akigonjeka, kumbi na akili nako zinakuwaka zinasambaratika mkitu. Mchungaji Maina, mtu akigonjwa, akili sasa inakuwaka na turumbuleni, inaharibika. Ukimuuliza moja na moja ni ngapi? Anakuambia moja na moja ni 10 ama 20 ama ni 11. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Inatoka kutupa mbao. Inatoka kutupa mbao. Ati ametupa mbao. Yesu anamuuliza, anamfikia, anamwambia umetaka kuwa mzima?
Anasema unasema aje? Nilikuwa na hawa watu wameenda wameniacha tu peke yangu. Yesu si ile ulizi yuko namuuliza. Anamwambia umetaka kuwa mzima? Nilikuwa na watu hapa, hata viatu yangu sijua kwenye imeenda. Yesu anamuuliza, umetaka kuwa mzima? Unaona, nilikuwa hata na mama yangu nilikuwa na yeye, mama yangu akaniacha, nilikuwa na mandugu zangu wote wakaniacha. Sasa Yesu anamuuliza, wewe unataka kuwa mzima? Lakini niko namfasiria mambo ya wandugu zake. Yesu akamwona huyu kwa kichwa anatupa mbao. Huyu ametupa mbao. Sasa huyu lazima tu mimi nimsaidie. Haleluya. Oh, haleluya. Yesu akamwambia hapo, chukua godoro yako na usimame na uende. Haleluya. Ile siku msaada wa mbingu ulishuka kwa ajili yake. Ile siku Yesu mwenyewe alimwendea huyo. Yesu alikuwa special sababu ya huyo mtu. Kai. Haleluya. Leo Yesu yuko special kwa ajili yako. Leo Yesu anakuja special kwa ajili yako. Sema amen. Kumbe Yesu alikuwa anajua katika kisima cha Bethsaida kulikuwa na mgonjwa wa miaka 38 mwenyewe aliachwa na watu wake, lakini Yesu akakuja special kwa ajili yake. Amen. Today Jesus is special for you. Amen. Today Jesus is for you. Iko juu yako. Kuja kukuokoa, kuja kukutoa ndani ya shimo, kuja kukutoa ndani ya matatizo. Tuko pamoja. Haleluya. Yesu Bwana ameniambia leo amekuja special kwa ajili yako. Amen. Alikuwa anajua katika Bethsaida kuna mtu ambaye aliacha for 38 years. Akamwambia sasa leo nimekuja, si malaika atatibua maji. Leo mimi nataka tu leo nimitibue maji na wewe uchukue godoro yako na uende. Haleluya. Nguvu ya Jehova, nguvu iliingia ndani ya huyo mtu. Akaamuka kamutu kenye kalikapa for 38 years, kakajaribu kuamuka kakaanguka chini. Kakajaribu kakaanguka mpaka vile Yesu nguvu ziliingia ndani yake, akachukua godoro yake akajitoka akamwambia uende. Haleluya. Amen. Na huyo mtu akatoka akaenda akakuwa mzima. Amen. Yesu akamponya. Haleluya. Yesu akamponya. Amen. Yesu akamuweka huru. Amen. Yesu akikuweka huru na utabaki uhuru kweli kweli. Amen. Bwana amenituma. Vile alienda kusema kwamba muda wako wa 38 umeisha na umeisha. Amen. Neno la Bwana si hadithi. Injili si hadithi. Injili si historia. Injili ni reality. Injili ni uwezo. Yes. Injili ni moto. Injili ni nguvu. Neno la Bwana ni uhai. Katika Mwanzo inasema, kitabu cha Yohana inasema tangu mwanzo ilikuwako neno. Naye neno alikuwa pamoja na Mungu. Na vitu vyote viliumbiwa kupitia huyo neno. Amen. Na huyo neno ni Yesu. Sema amen. Amen. Na wakati huko nalisikia hiyo neno, liko naingia kwenye maisha yako na liko naenda kubadilisha historia ya maisha yako. Kuanzia leo ambapo tuko tunasema, muda ambao umeteseka umetosha. Amen. Nimekukujia na historia. Yes. Jambo ambao umepitia imetosha. Amen. 38 ambao umeteseka ya magonjwa imeisha. Amen. Pengine wewe si magonjwa, pengine wewe ni mashida ya kukosa kazi. Yes. For 38 years. Amen. Kuna watu ambao weko na ministry ndani yao. Yes. Ameteseka na hiyo ministry kwa muda mrefu sana. Hallelujah. Amen. Yes. Ya stagnant, ya kukosa kazi 38 years, ya kukosa ndoa 38 years, watu wakikusengenya na kukuacha 38 years, mpaka hata na familia zako zimekuacha for 38 years. Hallelujah. Amen. Lakini Yesu leo anakuja special kwa ajili yako. Amen. Leo ninasema hivi leo. Yes. Kutoka yako leo katika hii mlango, hii gate, yes, utamuona Bwana. Amen. Siseme sababu ya kukufurahisha, siseme sababu ya kukufurahisha ama nikutie moyo. Mimi sitakutia moyo. Yes. Mwenye atakutia moyo ni mbinguni. Lakini mimi nimekuambia ukitoka kwa hiyo gate utamuona Bwana kwa kiwango kisicho kawaida. Vile Yesu alimtokea mtu wa miaka 38 na akapata kuwa mzima na stagnant yote ikamuondokea na hapo akatoka mzima. Huyo Yesu akuvisit leo. Amen. Leo ni siku ya visitation. Amen. Ya kukutoa ndani ya Kadesh Barnea. Amen. Ya kukutoa ndani ya hiyo 38 years ambayo ulikuwa ukiteseka. Amen. Leo ni siku kumwambia Bwana uko special kwangu leo. Yeah.
Mwambie Bwana, leo nataka uwe special kwa ajili yangu. Yes. Vile ambao ulikuwa special kwa sababu ya huyo mtu alikuwa na 38 akiwa mgonjwa. Leo nataka uwe kwangu. Na ninasikia Bwana ameniambia, haleluya. Amen. Tuko pamoja? Nisikie tu. Nisikie tu. Nasikia. Kuna wale watu ambao wamekuwa katika shida kwa muda mrefu. Unatafuta kazi muda mrefu. Tuko pamoja? Unatafuta ndoa muda mrefu. Wenzako wanajenga, wewe haujengaki, unabakia hapo tu. Wale ambao weko na stagnancy wanakaa kwa muda mrefu. Tuko pamoja? Ninasikia Bwana ameniambia kesho. Tuko pamoja? Kesho tutakuwa nao hapa katika maombi. Tuite Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni ndio vile ambao nimesikia Bwana. Wewe ambao uko katika station yako kwa muda mrefu sana. Ninasikia Bwana ameniambia tutakuwa hapa kama maombi hata kwa masaa 3 tukiwa hapa kanisani. Kuanzia kesho. Sijui kama watu watakuwa kama hawatakuwa. Kutoka saa ngapi? Sasa nini ndio tutapatana? Uko na aka katururu unakaa nako for 38 years. Haraka kako. For 38 years. Hiyo ni simu atukatae. 49 inaweza ingia hapo. La atukatae, lakini lazima tutoke hapo. Amen. Tuseme amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Tutaingia kesho kwa maombi ya masaa 3. Tuko pamoja? Yes. Baada ya masaa 3 ninasikia kesho ukitaka kukuja. Tuko pamoja? Kama unahitaji kutafuta kazi, unataka kutafuta kazi kuanzia kesho, ukuje na kile ambacho kitu ambacho unatafuta kama ni kazi. Tuko pamoja? Kama ni kazi, chochote kile ambao unahitaji kesho ukuje katika hiyo maombi ya 3 hours ya masaa 3. Utoke kwa hiyo stagnancy ambayo uko nayo. Amen. Ili ukaweze kumuona Bwana. Tumuite Bwana, tulilie mbingu. Si kusema tunakuja kuomba ama kuhubiriana, tunakuja kuomba tu. Maombi stay for you. Maombi tu kwa ajili yako. Tuite mbingu, tumulilie Bwana kwa masaa hata 3. Kutoka saa ngapi? Kutoka saa ngapi? Tutapatana. Kile ambacho tutapatana hapa na mbingu tutapatana. Asubuhi, mchana. Sasa tunataka kwanza kusimama tuombe. Kesho tutakuwa hapa kwa masaa mangapi? Kutoka saa ngapi? Bwana ameniambia tunakuja kuharibu hiyo stagnancy. Hautakuwa tena hapo. Kutoka yako hapo lazima tushuhudie kuna kitu ambacho kimefanyika huko. Haleluya. Si amani atuambie. Watu wakitoka kazi from 5 6 saa moja tumalize. Shikanisho la ibada.